nipishe. Nipishe njia. Wewe. Mtoto na makusudi? Hapana nini? Haki ya Mungu nakwambia, nitakwambia ukweli. Haki ya Mungu. Wewe Tina wewe. Wewe mtoto usinitake mimi ndani, si unanielewa? Kwa nini kila siku uko hivyo wewe mdogo wangu? Wewe kwa nini unanifanya mambo haya Hivi unajua nimekuchoka? Hivi unalijua? Yaani nimekuchoka wewe mtoto. Kwa hiyo zuia yote unanizuia mimi nisingende ni kwangu kwa sababu umemwaga chakula, si ndio? Yaani wewe unanimwagia mimi chakula, si ndio? Bahati mbaya Yaani wewe ungekuwa mtoto wa jirani, sasa hivi nilishakutupa. Yaani nitoe hela chakula na bado nirudi nikute chakula kimemwagwa. Mtoto unanitaka nini mimi? Dada, nimetokea tu bahati mbaya. Hivi unaweza kuniambia sasa unatoka wapi? Nilikuwa kwenye pati ya rafiki yangu. Pati ya rafiki yako? Saa 6 za usiku. Umeanza nongwa hivyo. Baada ya kushukuru Mungu mke wako nimerudi salama salimini. Sina jeraha lolote. Unaanza tena kunisema. Yaani pati ni bora kuliko mume wako, si ndio? Yaani haufikirii mume wako anakula nini? Yuko wapi? Anafanya nini? Mtoto hakika anarudi. Mwanamke unarudi saa 6 za usiku. Kama ni swala la chakula, for emergency, ungeenda kuchukua chakula hata kwa mantilie. Kwa hiyo kukaa na njaa mpaka saa hizi. Huo ni ujinga wako tu. Chunga ulimi wako. Mimi sio mjinga. Mjinga yule ambaye hujafundwa kuyajua majukumu ndani ya nyumba kama mke. Suraj, unanitukana. Sasa tafuta hao walofundwa waje kukupikia. Hata kama mama ndo anitukana, kwani swala la kula, kwani alishindwa vipi kwenda kula kwa mantili? Nilipokufundisha hivyo? Mbona unapenda kunizalilisha? Ulipotaka kuolewa ukamleta yule mwanamume, ndio nilikwambia uondoka pembe kama hayo. Huko mtaani kwani alikuwa pajui? Kwa nini alikuwa wewe? Mwanamume anatakiwa aandaliwe kwa kila kitu. Wewe uko na tabia za ajabu na kunizalilisha mimi. Sasa ninakwambiaje? Una dakika tu za kukaa hapa.
Ikifika jioni kwa mume wako. Haya, pita ndani, fanya haraka. Changamka bwana wewe. La. Unakuwa msomshezi na mimi ndio nikufundisha na kumtia aibu tu. Halafu shemu, unajua una tabia mbaya. Shemu, umechukua namba yangu hata kunitafuta mna kweli? Anza kuniongopea sasa. Hapana. Unajua siku mbili tatizo niko na mambo mengi kweli. Kiasi kwamba nimepelekea namba zako. Sio kama sizioni naziona mpaka nikupigie simu ndo nabanwa. Kwa hiyo kunipigia mimi lakini muda wa kumpigia dada unao. Unajua nina mambo mengi sasa hivi shilingi yangu. Hasa siku mbili tatu hizi nilipochukua namba zako siku zile njua harakati zilikuwa nyingi mpaka kusema kwa sita kutafuta. Ila wazo wangu leo lilikuwa kutafuta unajua. Mimi nitasema nini lakini unitafute bwana. Nitakutafuta. Baadaye na baadaye nitakuja kumwona malkia wangu. Inaonekana unampenda sana dada Kwani nisipende dada? Kwa hiyo kuhusu mimi hujawahi kunipenda kabisa na hujawahi kunifikiria katika kitu chako. Sio bwana. Baadaye nikija tutaongea vizuri. Au vipi? Haya kwa. Ulikuwa unataka kunikimbia hivi? Kushoga yangu. Sasa nikumbuka sababu gani jamani? Sasa sikia nikwambie. Huu mguu ulikuwa kwako mama. Nilikuwa nakuja kwako. Kulikuwa unachukua kijawa changu usinipe langu. Hamna shoga yangu. Mimi sina nia kabisa ya kukimbia na deni lako. Umenielewa? Nimetoka nyumbani vizuri, nina hela yako mkononi. Katika pita zangu nikapita kwa Majuma. Umesikia? Maana namdai deni langu na yeye. Nikaenda kule nikamwanisha kichambo, nikamchamba pasavyo. Lakini kwa bahati mbaya ela nikidondoshia kule. Ndio nimetoka kule kwa Majuma, nikasongea kwa shoga yangu, nikaanza kumuelekeza kama atanielewa. Hata ikibidi nikupe hata hii. Sasa Mama Juma na mimi kwenye hela yangu imeingilianaje hapo? Mimi nilichotaka hapa ni hela yangu, sio Mama Juma. Kuhusu Mama Juma ni huko sio kwangu. Kichupa na kuita mara 3. Kichupa nataka hela yangu. Sitaki ugomvi na wewe, nimekukopesha tukiwa sawa tu kama shoga yangu. Alafu leo unakuja kunifanyia hivi ya kweli haya? Sasa shoga yangu ila nishadondosha. Basi chukua basi hata 300 uweze kupunguza deni. 300? Ndio, mbaki na hii tu. Subiri kwanza. Sina kitu mamangu, sina kitu. Mtu akikutembea hata kimkoba huna. Nashukuru Mungu hicho kijola kimeisha, samani yake imeisha. La sivyo ningekuvua na hicho kijola nikukomeshe. Wewe kunipa 300 wewe. Yaani kiasi gani umenizalamu mtoto wa kike au vipi? Chukua basi. Leta kwanza hiyo 300. Zimetimia. Sasa sikia nikwambie kitu. Kesho asubuhi nataka hela yangu. Usipokuja na kutimbia hapo hapo kwako na kuja kukuonesha mimi ni nani. Tumeelewana? Tena kaa kwa makini. Usipende kuchukua vitu vya watu afu kulipa hujui. Wewe ni shoga yangu na kuheshimu sana. Ila ukishindwa kujiheshimu, nitakuheshimisha. Mbavu. Kama nakosea mimi sijali. Mimi sijali. Yaani sifi kusutwa maana kazi yangu ya umbea inanipa faida wala sijali. Hata watu wakiongea hawanipi shida. Kind of love. Mwanangu, acha na yote yaliyopita. Sawa? Wewe ni mwanamke. Na mwanamke kazi yake kuhudumia ndoa yake. Mimi mwenyewe na babako mpaka leo tumefikia hapa tulipofikia kwa sababu tunaheshimiana na kusikiza yale anayotaka yeye. Haitakiwi uwe bora mwanamke. Unatakiwa mwanamke bora kwa mume wako.
Wewe inachokubidi mwanangu, ufanye chini, urudi kwa mume wako ukamwombe samahani. Haya mambo unafanya sio mazuri. Acha. Mheshimu mume wako, ndo kila kitu. Maisha magumu mwanangu sasa hivi. Majirani watatucheka. Masherehe yote tuliofanya leo mwanangu karudi kwa sababu ya shule ya birthday tu ambayo sio hata ya kwako. Haipendezi mtoto wa kike kwa hivyo. Sisi tumeelewana vizuri. Sawa mama, nakuelewa. Nakuahidi sitarudia tena. Sio unaelewa kwa mdomo, unaelewa kwa vitendo na ukafanyie kazi. Sitaki tena kesho keshokutwa uje tena hapa kwa kesi hiyo. Mimi ukirudi hapa siwezi kuwa na binti mkubwa hapa nyumbani kwangu. Sitaki aibu mimi. Mbona mapema hivi? Mapema? Leo nimechoka hapa. Nipige picha. Unajua mimi mama picha. Bila picha siishi mimi. Na nini? Wewe sasa ndio unichumia. Sasa sema umetoka hivi. Sasa mimi watambie naiposti. Shaanza. Kwa hiyo nataka kupiga picha na mimi ndio iposti hapo hivi. Ili wajue kwamba mimi siko single. Si umeelewa? Nakuelewa, ina mambo ya kuposti na mambo sio mazuri unajua. Hapa tayari. Kama unaogopa nini? Basi ndio kwangu jamani. Hapo sasa. Moyo wangu leo unateseka, kila nikitafuta pale napolala usingizi siupate, nasononeka. Haya mapenzi gani? Mwanzo siamini, za kwa nini umeondoka? Unanitesa mimi, nimetamani nikuone ninapokupapasa usiku mzima misiku. Sababu nini? Kwa nini umeniacha? Au umeshapata mwingine? Yani sawa tu, ungeniambia mapema ningejifunza kumalizia heshima na ustarabu nilionao, moyo ningeutema. Ona, yani mimi ndo kasema moyo unavonituma na akili yangu ndo inavonisukuma, waga sirudi nyuma. Kile nachokifanya kule tumefanya mpango wa kuishi tu. Kule. Lakini siku jazi bado hujaisha. Ndio maana nakwambia tufanye mpango wa kuishi haraka. Sawa, kwani nini kilichobaki? Kwa hiyo kunabaki vitu vingi, kuna tiles, kuna sehemu nyingine kwa hiyo natakiwa kujenga matofali mengine natakiwa yaje, na kule nyuma kule kuna sehemu moja hivi imekaa vibaya, kwa hiyo natakiwa ikae level chunge. Kwa hapo gharama yake ni kiasi gani? Tunahitajika. Yaani kipindi changu namna kwa pale kama 2.5 milioni. Ujenzi kazi. Wewe ujenzi kazi mama, ndio nakupa hongera sana. Unapoweza kufight. Basi sawa, kuhusu hicho kiasi umesema milioni 2.5. Yaani kwa hesabu ambazo zile za haraka, ila kwa sababu ndo amna hata 1.5 utajua mafundi na kupambana. Okay sawa, kuhusu 2 kwangu ni hela ndogo kabisa. Sasa basi kuanzia kesho mpaka kesho kutwa kila kitu nishaweka sawa. Mashallah. Yaani hapo basi mimi nitamani. Yaani usijali kabisa kwa sababu mwenyewe unajua mimi uzoefu wangu ujanja wangu niko huko. Ila nikifika hapa kwa mwamba baba wewe. Ndio maana hapa nafanya kama mtoto vile. Sasa basi unaweza muongeze. Nataka shosh iendelee hatuishie hapa. Tumelala. Alafu unajua kabisa mimi jamani ugonjwa wangu ni huo. Mapenzi gani haya yananumiza kichwa kila ninapopita mimi. Nilitengeneza kwenye kichwa changu kama future, siamini leo ameshaondoka, amenitosa. Mwenzake moyo wangu leo unateseka, kila nikitafuta pale napolala usingizi siupate, nasononeka. Haya mapenzi gani? Mwanzo siamini, za kwa nini umeondoka?
bila mimi. Nimetamani nikuone ninapokupapasa usiku mzima, mimi sikuoni. Sababu ni nini? Kwa nini umeniacha? Au umeshapata mwingine? Yani sawa tu, ungeniambia mapema, ningejifunza kumalizia heshima na ustarabu nilionao, moyo ningeutema. Ona, yani mimi ndo kasema, moyo unavonituma na akili yangu ndo inavonisukuma, waga sirudi nyuma, kila nachokifanya mboni yangu ndo inanitazama. Hasira na chuki zangu ndo nimejaliwa, nachokifanya siradhimishwi na mtu. Leo umenisurprise. Lakini babangu, akia Mungu, mimi nakuapia, mimi ule si hata mtu wangu. Na kama unakumbuka nishakwambia kwamba kuna mtu ananisumbua, ndo yule. Yaani Tala, unaonyesha jinsi gani ulivyokuwa mwanamke mshenzi. Inaonyesha kama mimi ningechelewa kufika hapa, yule angewahi, basi na mimi ungenitimua kama ulimtimua. Akia Mungu, mimi siwezi kufanya hivyo. Nisingefanya hivyo kabisa, mimi nakwambia. Yule tu amekuwa king'ang'a, kila siku mimi namkataa, ananifuata. Unamkataa, umtaki. Kapata nguvu wapi ya kutoka kule alipotoka kuja paka ndani. Imagine angekuwa na kitu, si angenizuru mimi? Sikiliza, heri ya kuchakaza nguo kuliko kuchakaza akili. Tala, nataka kuchakaza akili yangu. Na unajua kabisa ukichakaza akili haiwezi kasafishika kaunti tena kawa upya. Ila nguo utanunua, ili utaitupa. Tala, unapoelekea huko sipo. Mama, kweli ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni. Leo nimeshuhudia kwa macho yangu haya mawili. Kianga kumu. Tala, nataka kuniua. Lakini babangu, mimi naomba tu nisamehe. Kweli tena, naomba tu nisamehe basi. Nikusamehe kwa lipi? Nikusamehe kwa kipi Tala? Hivi unacheza na mapenzi eh? Je, kwa mfano anatoka yule, sijajua moyoni mwake ana kitu gani. Haya, kaniundia watu au nimekutana naye akataka kuniua. Basi sawa, na mimi najua una hasira. Basi mambo unipige mpaka uchoke. Kweli
yangu. Wewe una kichaa eh? Wewe unajiamlia tu kwamba sasa hivi naenda kwa fulani naingia mpaka chumbani. Ni kwako hapa. Unatakiwa kufanya unafanya tu. Nikuse nini mimi? Ulishindwa kutimiza mahitaji yangu. Kama mwanaume. Tumeelewana. Sasa basi nikwambie, naomba usiharibie mahusiano yangu. Ondoka. Hapa sio kwako kabisa. Hapa sio kwako, naomba uondoke. Wewe mwanaume mbona umekosa haya wewe? Yaani umeamua kuja kuingia na nikuwa pasipo ruhusa yangu, yani kama hapa ni kwako, kama mimi ni mwanamke wako eti. Sikutaki. Yule ndo mwanaume mimi, sio wewe. Okay. Sawa mama. Wakati una haki ya kila cha kuongea. Tambua mimi ni kijana. Lakini kwa macho yako unaniona niko ulivaje. Siwezi kubadili leo. Siwezi kubadili nyeusi kwa nyeupe. Wewe bado unaona niko na dogi. Na wewe sasa unaenda na wakati uko digital. So unaona siwezi kwenda na kasi ambayo unahitaji mama. Kumbe unajua, alafu bado tu unanifuatafuata. Yaani unajua kwamba wewe sio type yangu, sio vitu vyangu, hauendani na mimi, sio level zangu kabisa, afu bado unakuja kumfanya. Oya wewe. Tusaidiane maisha. Sasa hivi nimetulia na babangu huyo hapa. Na sio wewe. Wewe sio mwanaume. Na wala hujakuwa mwanaume kwangu. Okay. Lakini tambua ni dunia tu. Na dunia tunapita. Nimesema. Yaani wewe sio mwanaume. Yaani sio mwanaume vijana. Na ndio maana hata nilikuwa na wasiwasi. Kama ulishindwa kutimiza mahitaji yako madogo, vipi kitandani ungeniridhisha wewe? Si ungeniacha njiani wewe? Sikia nikwambie kitu. Usinitolee machozi yako ya kinafiki. Naomba uondoke. Hapa sio kwako. Usinitilie uchulo kabisa wewe. Ondoka. Ondoka. Nitakupiga bonge la mkofi sasa hivi, naomba uondoke. Naomba uondoke. Utafanya kama unavyotaka, ondoka sasa, unaleta uchura hapa mimi. Ondoka.